Kama kwa Mkongomani, naomba unisikize sana kwa makini. Je, unataka kuja Etats-Unis kufanya kazi? Kuna opportunity ya kazi ambayo inaitwa au pair. Hii au pair, najua Wakongole wengi hamjawahi kusikia au pair ni nini. Na leo nitakuja na explication kuhusu au pair. Yaani, kuna watu wanatoka Kongo, wanakuja Amerika kuweza kufanya kazi ya kuchunga mtoto. Lakini watu hawa wanatakiwa kuwa vijana, yani vajene. Acha niwafasirie sasa kazi ya au pair ni nini. Ni wakati mtu anatoka Kongo, anaitwa na familia tajiri au familia tu yote ambayo iko tayari ya hapa Marekani, inaitisha mtu kutoka Kongo, na wewe unatoka Kongo unakuja Amerika ili uchunge mtoto, umhudumie huyo mtoto. Alafu huyo mtoto atajifunza culture ya Wakongomani. Okay? Sababu familia nyingi zenye ziko Marekani wanataka watoto wajifunze culture ya Afrika, culture ya Kongo, culture ya Kenya na nchi zingine. Sasa Kongo iko parmi hizo nchi ambazo zinaruhusiwa kutuma watu kutoka Afrika hadi Amerika. Sasa wakati Mkongomani anakuja Amerika, acha nikueleze kwanza vitu ambavyo atafanya. Cha kwanza, atamlea huyo mtoto. Atahakikisha mtoto anakula vizuri. Atahakikisha chakula ya mtoto inapikwa vizuri. Atahakikisha mtoto anavaa nguo za kutagata. Na ikiwa mtoto ni mgonjwa, atahakikisha mtoto anatunzwa. Na pia mtoto kama anaenda kwa masomo, atahakikisha anakuwa anampeleka na gari na kuwa anaongea na huyo mtoto kila wakati. Yaani atakuwa mtu wa karibu sana na mtoto. Sasa wewe unakuja kutoka Kongo, unakuja Amerika, unafanya mwaka moja, unatulia, na ikiwezekana unaweza kubadilisha aina ya visa. Okay? Na kriteria ni nini? Kriteria, unatakiwa kuwa na passport ambayo iko active. Tofauti na hiyo, unatakiwa pia kuwa mtu ambaye unaanzia miaka 16, yani 16 hadi 26 ans. Tunaendelea pole pole. Yani passport na miaka 26, yani 16 hadi 26 ans. Alafu kitu kingine, unatakiwa umoe kuwa na mwae kidogo ya pesa, sababu unajua sasa hii ni nchi ya nje, ilfo kameme uko mtu ambaye umejiprepare ya kutosha. Alafu pia unatakiwa uwe na sponsor. Sponsor ni nani? Ni mafamilia zenye ziko Etats-Unis. Wanatafuta watu ambao watakuja Etats-Unis waishi na watoto wao. Mtoto anaweza kuwa ni mtoto mdogo, labda kuanzia 7, 6, 8 na kuendelea. Sasa wanataka mtu mmoja un jeune akuje aishi na huyo mtoto, afundishe huyo mtoto comportement za Wakongole, amfundishe lugha ya Wakongole, amfundishe chakula ya Wakongole, amfundishe culture en general ya Wakongole. So Waamerika wiko interested na kufanya hiyo. Na si Waamerika tu, hii ni kazi ambayo inaendelea mdunia, lakini Wakongole wengi hawajui, na peut-être Wakongole wanajua lakini wengi wiko sous-informés. Okay, tunaendelea pole pole. Sasa Kongole wakati anapata hii kazi ama anakubaliwa na familia kumsponsorize ili aweze kuja Etats-Unis kufanya hii kazi, kuna visa ambayo ataweza kuitisha. Hiyo visa inaitwa J1 visa. J1 visa ni visa ambayo inaruhusu mtu akuje Marekani zaidi kufanya soit kazi au kupartager culture ama experience ya culture au education yoyote, sababu pia hata walimu wanakuja kutoka Kongo kukuja huko Etats-Unis, wanakaa kwa muda, wanajifunza kitu fulani, pia nao wanafunza wa Amerika kitu fulani. Hata mwanafunzi yeyote tu ambao kwa école secondaire, uko na droit, ikiwa babako uko na uwezo, uko na droit kutoka Kongo unakuja Etats-Unis, unapewa visa ambayo inaitwa J1 visa. Sasa pia huyu au pair ni mtu tu wa kawaida, lakini anatakiwa kuwa jeune. Anaruhusiwa pia kupewa hiyo J1 visa. Akipata anakuja Etats-Unis, surtout kama iko na sponsor, anakuja anafanya ile kazi. Sijui mnaona aje Wakongole. Kama uko na passport, usikubali passport ingone expire na wewe haujafanyia kitu. Anza tangu saa hii sasa, uanze kufanya research, uangalie kazi gani ambayo utafanya. Anza kuapply, anza kupostile, tuma mademand huko na huko. Surtout ukipata connection, mimi ndakuwekea lien hapa chini, address email na information za kutosha kuhusu namna gani unazapata hii kazi ya au pair. Surtout ba sponsor, ma famille mingi ziko Etats-Unis. Il y a beaucoup de familles aux États-Unis qui sont prêts à accueillir les Congolais, venir aux États-Unis pour partager leurs expériences culturelles. Ok, donc ils sont prêts, ils ont besoin de Congolais. Et surtout si tu es un jeune Congolais,
Donc bana kuaccueillir États-Unis ili uweze kupartager experience yako, lakini a savoir utafunza mtoto kuhusu mila ya Kongo. Unampikia sombe, unampikia makayabu, mnaongea Lingala, Kiswahili kidogo, mnaongea de n'importe quoi, ili objectif yao tu wanataka mtu yani mtoto aweze kujifunza kitu fulani, na pia na wao yani wewe uweze kujifunza na pia wao waweze kujifunza kwako. Donc kuna vitu kadhaa ambavyo wanapartage, na hizo vitu ni muhimu sana kiukweli. So usipitwe Congolais. Si tu es un Congolais, usipitwe. Ok, donc si tu es un Congolais, hii ni opportunité pour les jeunes. Yani opportunité ya vijana msilale, tafuta kazi, tafuta opportunity ya masomo. Kama umesoma, jaribu kupartager connaissance yako. Opportunity ziko mingi États-Unis ambazo zinahitaji vijana kiukweli. Usilale, usisinzie, hapana. Kama uko na passport, tumia passport, tafuta kazi. Kuna watu wanakuhitaji hata kama hujasoma. Ile tu experience uko nayo bado ni muhimu, na kuna watu wanahitaji kiukweli. Watu wanahitaji ile experience kidogo tu ya maisha. Kuna watu wanataka wajifunze maisha ya Afrika iko namna gani. So na watu hawa hawahitaji mtu ambaye amesoma sana. Ile mila tu ambayo unajua, yani kupika chakula, sijui nini, ile natosha. Sasa unatakiwa uapply, upostile kupitia hizi mitandao hapa chini. Hizi ni mashirika organization ambazo wana connecte familia ambayo iko États-Unis na familia ambayo iko Kongo. So ikiwa familia moja itakufurahia wakisema tunataka huyu akuje États-Unis sababu tunaona experience yake ni mzuri, hapo hiyo shirika watakwambia kuna familia ile kuchagua. So kwa hiyo unaweza kujiandaa, watakuelekeza kuhusu vile utasafiri kutoka Kongo hadi États-Unis. Lakini kabla hiyo familia iweze kukuchagua, inabidi upostile, na unaweza kupostile hapa chini. Okay? Unafinya hapo, alafu kuna information utajaza. Lakini mtandao sio moja. Il y a plusieurs sites web, okay? Il y a plusieurs organisations qui offrent ces services là. Okay? So unaweza jaribu tu bahati yako.